فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب، نبوءات الرسول، إخبار النبي بظهور الفتن في أمته، utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam enzi za unabii wake aliyatabiri yale ambayo yatakayotokea baada yake katika umma wake na kutoa habari bidhuhuri alfitan, kudhihirika kwa fitna tofauti fi ummatihi, katika umma wake. An Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala: ashrafa an-nabiy ala utamin min atami al-madina faqal hal tarawna ma ara inni la ara mawaqi' al-fitani khilal buyutikum kama waqi' al-qatr. hadithun sahih akhrajahu al-imam al-bukhari fi sahih al-bukhari wal imam muslim fi sahih muslim wal imam ahmad fi al-musnad. Amepokea Usama ibn Zaid anasema radiyallahu anhu, ashrafa an-nabiy ala utamin min atami al-madina, siku moja Mtume alisimama kwenye mlima wa mawe katika milima ya mawe ya Madina. Alisimama juu ya mlima, fa ashrafa, akaangalia kwa mbali Mtume. Faqal, Mtume aliposimama juu ya mlima na kuangalia mbali, Mtume akawauliza watu maswahaba waliokuwa naye, hal tarawna ma ara, hivi nyinyi mnayaona yale ambayo ninayaona? Hapa ni swali tu mujarrad kuuliza maswahaba, lakini yeye anaoneshwa na Jibril, anaoneshwa wahi, anaoneshwa yale ambayo yatakayojiri na kutokea kwenye umma wake baada yake. Akasema Mtume, inni la ara mawaqi' al-fitani, mimi naiona fitna, naona fitna ambazo kwenye umma wangu mawaqi' al-fitani zitafatana fatana. Fitna zitashuka kwa umati Muhammad, zinafatana fatana khilala buyutikum, na hizo fitna zitaingia kwenye majumba yenu, na hizo fitna zitaingia kwenye majumba yenu kama waqi'il qatri, zitafatana fatana kwa umma wangu hizo fitna na kuingia kwenye majumba yenu kama jinsi matonya ya mvua inanyesha kwa kufatana kwa fatana. Fitna na mabalaa na majaribio katika umati Muhammad vitafatana fatana kwenye maisha yetu na kwenye majumba yetu na katika familia zetu na katika jamii zetu, kama alivyosema Mtume, kama waqi'il qatri, kama namna matonya ya mvua yanavyofatana fatana. Hadithi ameipokea Imam al-Bukhari katika Sahih al-Bukhari na Imam Muslim katika Sahih Muslim na Imam Ahmad katika kitabu al-Musnad. Wa an Zainab bint Jahsh anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala alayha yawman fazi'an yaqul la ilaha illa Allah wailul lil arabi min sharrin qad iqtaraba فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي نعم إذا كثر الخبث. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيح البخاري والإمام مسلم في صحيح مسلم والإمام الترمذي في سنن الترمذي. Zainab binti Jahsh, mkewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema dakhala
alaina yawman faz'an yaqul. Mtume Zainab binti Jahsh mkewe mtume ndo anaeleza, anasema siku moja mtume aliingia kwangu ndani ya nyumba yangu mimi mkewe Zainab binti Jahsh, faz'an, mtume akiwa amefadhaika, mtume akiwa amenosononeka, mtume akiwa amenungunika, mtume akionekana ana huzuni nyingi sana. Yaqul, mtume akasema, la ilaha illa Allah wailul lilarabi, mambo mazito yatawashukia Waarabu, min sharri qad iqtaraba, kutokana na shari ambazo zinakaribia kuwatokea. Ulamaul hadith akiwemo Imamu Nawawi anasema haya maneno mtume kuambia wailul lilarabi, mabala yatawatokea Waarabu, ni kwa sababu Waarabu ndio walikuwa karibu naye kipindi hicho. Al-Arab, Waarabu ndio ambao walikuwa naye kipindi hicho. Lakini hapa mtume alitumia mubalagha amma kwamba wailul linnas wailul li ummati Muhammad, shari zitawatokea ummati Muhammad, shari zitakawatokea watu. Lakini khitabu khasa lil-Arab lianna al-Arab kanu aqrabu minhu, mtume akatumia Waarabu kwa sababu Waarabu zama hizo ndio walikuwa karibu naye. Lakini haya mabala na hizi shari na hizi fitna na hii misukosuko itawatokea watu wote na jamii nzima ya ummati Muhammad. Kasema mtume, mfano wa hizi shari zinazokurubiana na kushuka kwa ummati Muhammad, futha min radmi ya Ajuj wa Maajuj. Mtume akazifananisha na fitna za wale viumbe ambao watakuja siku za mwisho za ummati Muhammad, ambao ni ya Ajuj wa Maajuj. Mtume akaambatanisha vitole vyake viwili, al-ibhamu wallati taliha, akimaanisha kwamba fitna za ya Ajuj wa Maajuj na fitna ambazo zitatokea katika ummati Muhammadi vitakuwa vinafatana. Mkewe Zainab binti Jahsh qalat ya Rasulullah, akamuuliza, we mtume wa Mwenyezi Mungu, afana haliku wa finna salihuna, hivi mtume wa Mwenyezi Mungu kumradhi ya Rasulullah, mtume wa Mungu, afana haliku, tutaangamia, tuangamizwe, fitna zitusibu, hayo mabala na hizo shari viweze kutuangamiza na kutusibu, wafina salihuna, na wakati miongoni mwetu wamo watu wema, wamo wacha Mungu, wamo waaminifu, wapo watu wazuri. Faqala an-nabi, mtume akasema, naam, shari hizo zitakapokuja, fitna hizo zitakapokuja, misukosuko na mabala vitakaposhuka, kila mtu atafikiliwa. Idha kathura al-khabathu, wakati maasi yatakuwa mengi, maovu yatakuwa mengi, ubaya utakuwa mwingi, na watu kumwasi Mwenyezi Mungu vitakuwa vingi, basi hizo shari na hizo fitna na hizo balaa kila mmoja wetu atafikiliwa. Soma sahihi al-Bukhari ya Imamu al-Bukhari na sahihi Muslim ya Imamu Muslim na Sunani Tirmidhi ya Imamu at-Tirmidhi. Wa an Ummi Salamata zawju an-Nabi qalat, استيقظ رسول الله ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيح البخاري، والإمام الترمذي في سنن الترمذي، والإمام أحمد في المسند. Salama mkewe mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, istaiqadha Rasulullah lailatan faz'a, siku moja mtume alishtuka usingizini kwa kufezeka. Mtume amelala, mkewe Salama anaeleza kwa sababu alikuwa amelala na mtume. Mkewe Salama ummul mu'minin anaeleza, anasema mtume istaiqadha lailan faz'an, mtume alishtuka katikati ya usingizi akiwa amefadhaika, anaongea kwa sauti kubwa, yakulu subhanallah. Mtume anashangaa kwa yale aliyoona katika ndoto, na ru'ya al-anbiya wahyun, ndoto za manabii ilikuwa ni wahi, bimaana mtume alipewa wahi katika ndoto, katika usingizi akashtuka kwa kufadhaika. Mtume akasema, madha anzala Allahu min al-khazaini,
Ni mambo gani haya ambayo Mungu ameshusha katika hazina? Bimaana Mungu ameshusha hazina nyingi za mambo tofauti kwa ummati Muhammadi. Mali, vyeo, utawala, mambo mengi sana Mwenyezi Mungu ameshusha hazina zake katika ummati Muhammadi. Wa madha anzala min alfitani, lakini pia Mwenyezi Mungu baada ya hizi hazina za mambo mazuri, mambo ambayo mwanadamu anayapenda na kuyapigania na kuyahitaji, madha anzala Allahu min alfitani, lakini pia Mwenyezi Mungu nyuma ya hizi hazina za mambo mazuri, Mungu baada yake ameshusha hazina za fitna. Baada ya haya mazuri haya, Mungu ameshusha hazina za fitna. Mtume akasema, man yuqidhu sawahib alhujurati yuridu azwajahu, kwa zile fitna ambazo Mtume aliziona kwamba zitashuka sana kwenye umati wake kwa kufuatana kama matonya ya mvua, na zile kheri, hazina za kheri ambazo Mwenyezi Mungu atazifungua, anawauliza sasa, anamuuliza Salama mkewe, man yuqidhu sawahib alhujurati, nani awaamshe wake zangu likayusallina, ili waweze kusali. Mahalu shahid katika hii hadithi ni kwamba fitna itakapotokea, fitna itakapoibuka, fitna itakapozuka, jambo la kwanza ni mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu na kusali. Mtume anamwambia Salama, man yuqidhu sawahib alhujurati, nani atawaamsha wake zangu likayusallina, ili waweze kusali. Mtume akasema, rubba kasiatin fi dunya, unaweza ukajiona umevaa duniani, ariyatin fil akhirah, lakini yaum alqiyama ukiwa umevaa uchi. Leo umevaa cheo, leo umevaa mali, leo umevaa urembo, leo umevaa jina, leo umevaa vingi tofauti, lakini rubba ariyatin fil akhirah, lakini siku ya kiyama ukajikuta wewe mbele ya Mwenyezi Mungu ni mchafu, ukajikuta wewe mbele ya Mwenyezi Mungu umevaa uchi siku hiyo. Mwenyezi Mungu atulinde na familia zetu. Soma Sahih al-Bukhari ya Imam al-Bukhari na Sunan Tirmidhi ya Imam Tirmidhi na al-Musnad ya Imam Ahmad. طيب, ما هي الفتنة؟ فتنة نيني؟ قال العلماء الفتنة هي الاختبار، ثم أطلق على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم. ونشوني وكسم أهل العلم الفتنة هي الاختبار. فتنة ni majaribio, ni mitihani, na hayo majaribio maadamu uko duniani huna pa kukimbilia. Hiyo mitihani maadamu uko duniani huna pa kukimbilia. Thumma utliqat ala kulli makruhin au ailin ilayhi, lakini pia fitna inaweza kuwa kila aina ya maudhi, na yote yale yanayoendana na maudhi, kila ambacho kinamuudhi mwanadamu, kinamkosesha amani mwanadamu, kinampa matatizo na uzito mwanadamu, hiyo ni fitna. Kal kufri, kama matendo ya ukafiri, wal ithmi, na maovu, wal fadhiha, na hali ya kufedheka, hali ya kuingia katika fedheha, umundu kuwaho abaho mubimara mare. Al fadhiha pia maisha ya kufedheheka, maisha ya aibu, hiyo ni fitna. Wal fujur, na uharibifu wa maasi na madhambi, hiyo ni fitna. Wal adhab, lakini pia adhabu ni fitna. Katika Sahih al-Jami' na silsilatu sahiha ya al-Alama al-Albani, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna ummati hadhihi ummatun marhuma laysa alayha adhabun fil akhirah adhabuha fi dunya alfitanu wazalazili walbala. Mtume anasema umma wangu ni umma umerehemewa, ni umma ambao umeshushwa rehema za Mwenyezi Mungu. Yaum alqiyama ummati Muhammad hatuna adhabu, ummati Muhammad yaum alqiyama hatuna adhabu. Lakini kina nani? Alladhina matu ala tauhid wa sunna, wale ambao watakufa na tauhid na sunna, hao yaum alqiyama mbele ya Mwenyezi Mungu hawana adhabu. Walakin adhabuha fi dunya, adhabu ya ummati Muhammad ni duniani. Duniani kweli, duniani tutasumbuka, duniani tutakisikia cha moto. Mtume akasema adhabu ya ummati Muhammad duniani alfitan, fitna na mabalaa vitakuwa vingi. Wazalazila, na zilzala, mitikisiko ya ardhi, bimaana mitikisiko ya inchi zitabomoka, ardhi zitabomoka, vitu vingi vitabomolewa na kuharibia. Na wal ibtila, lakini pia majaribio kwa ummati Muhammadi ndio itakuwa adhabu yao duniani. Kwa hiyo adhabu ni fitna, wal qital, na mauaji ambayo na umwagaji wa damu ambao umezagaa duniani kote, hiyo nayo pia ni fitna. Watahawulu min alhasani ila alqabih, na kutoka kwenye hali nzuri
kuingia kwenye hali mbaya, hiyo ni fitna. Hali nzuri na kwenye hali mbaya ni aina mbili. Hali nzuri ya imani na ibada ukajiingiza kwenye maasi au ukajikutana umeingia kwenye maasi, hiyo ni fitna imekusibu. Na hali pia ya maisha muamala insania, yale maisha yalikuwa ni mazuri alafu yakabadilika ghafla yakawa mabovu yakawa mabaya, hii pia itakuwa ni fitna. Watakunu fil khairi wa shari, lakini mtu pia asijigambi. Watakunu fil khairi wa shari, katika khairi patakuwa fitna na pia katika shari patakuwa fitna. Qala ta'ala wa nabluukum bishari wal khairi fitna, suratul anbiya aya 35. Mwenyezi Mungu akasema nabluukum, tutakujaribuni bishari, kwa shari za kila aina, wal khairi, lakini pia umati Muhammad mtapewa khairi za kila aina. Shari zitakuwepo za kila aina na khairi zitakuwepo za kila aina, lakini vyote hivyo ni fitna. Vyote umati Muhammad kwenu vitakuwa ni fitna. Ilma'atun lilfitan allati waqat fi zamani sahaba famin ba'dihim ila zamanina, baadhi ya fitna ambazo ziliweza kutokea wakati wa masahaba, famin ba'dina ila zamanina, na baada yao masahaba fitna ziliendelea kutokea. Lakini kana rasulullahi aminatan li ashabihi min alfitani kama jaa fi qawlihi wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, hadithun sahih akhrajahu al-imam Muslim. Wakati mtume anaishi na masahaba, fitna zingeweza kutokea kwa sababu Mwenyezi Mungu alikataa. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Mwenyezi Mungu akamwambia Muhammad wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Mwenyezi Mungu hawezi kuadhibu hao watu wako Muhammad ukiwa nao, ukiwa bado upo hai. Sasa Muhammad ameshaondoka, masahaba fitna hazikuwezi kuwasibu, shari na mabalaa kuwezi kuwasibu. Kwa nini? Mtume alikuwa bado yuko hai, yuko pamoja nao. Lakini mtume tu kuondoka, fitna zikaanza kufuatana kama matone ya mvua inavyonyesha. Mtume akasema wa ana aminatun li ashabi, na mimi ni amani na kinga na ulinzi kwa masahaba wangu. Fa idha dhahabtu, nitakapokuwa nimeondoka nimekufa, ata ashabi ma yu'adun, fitna nao na mabala na shari vitawafikia masahaba kwa sababu nitakuwa na mimi nimekufa, nimeondoka duniani. Soma sahihi Muslim ya Imami Muslim. Wa min akhtari alfitani allati ammat fi zamanina wa tammat ma turawiju lahu wasailu al'alami alhabita almaqru'a walmasmu'a walmanzura walelektronia. Lakini sisi kizazi cha leo tunaojiita new generation, kuna fitna ambayo inatusibu sisi yote. Ndio ile hadithi ya mwanzo mtume alisema kwamba naziona fitna min khilali buyutikum, naziona fitna zinaingia katika majumba yenu. Wa min akhtari alfitan, na katika fitna ambazo zinatusibu leo sasa kizazi cha leo, ma turawiju lahu wasailu alalam, social media, mitandao ya kijamii, alhabita, ambavyo vimeangamiza umma, almaqru'a, mitandao ya kusoma, walmasmu'a, na ya kusikia, walmanzura, na ya kuona, walelektronia, na electronics za kutembea nazo. Leo kila nyumba ya Muislamu ina TV, lakini hatujasema TV ni haram, lakini jua TV ndani kwako ni fitna. TV italeta kheri ndogo, lakini shari zake ndio zitakuwa nyingi. Leo kitoto kidogo cha shule kinatembea na simu, kitoto kidogo cha shule kinatembea na simu. Kila mtu kuanza kitoto kidogo mpaka mama mkechuru bibi kizee anajua kutumia simu. Lakini imamu afunge mlango kila umoja aifasiri kul wallahu tutashindwa. Leo wanawake wanagongana na magari barabarani, wanamume wanagongana na wazee. Kila mtu yuko busy, kila mtu yuko kwenye elektronia, kila mtu yuko kwenye social media. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mtume akasema inni la ara alfitna min khilali buyutikum, naziona fitna ambazo zimeingia katika majumba yenu. Leo unaingia ndani, kuanzia mfanyakazi, watoto na wazazi wanakuambia tumefikia episode ya 700, season ya 14, season ya 10 na ngapi. Lakini ni mara ngapi taalimu ya hadithi za mtume inasomwa ndani kwako? Ni mara ngapi Qur'ani inasomwa? Ni mara ngapi kwenye vyombo vya habari unaweka mawaidha ya Kiislamu? Ni mara ngapi? Hizi fitna ambazo leo zimeikumba umati Muhammadi mpaka leo sasa
ummati Muhammadi wanaingia kwenye vurugu, wanaingia kwenye mauaji, wanaingia kwenye mabaya kwa sababu ya wasailul a'lam, social media walati tabuthu laylan wa naharan. Na ubaya wa hiyo social media sasa unaibuka usiku. Fadilatu Sheikh Jamal naibu kadha aliwahi kusema leo Waislamu wengi wanakuwa nalala na janaba za usiku. Picha za haramu zinatembea kutoka nyumba kwenda nyumba nyingine. Maneno ya haramu yanatembea kutoka nchi kuingia nchi nyingine. Watu wote kuanzia saa 7 usiku, saa 8, saa 9, ambapo Mwenyezi Mungu yuko kwenye samai dunia, Mwenyezi Mungu kwenye mbingu ya ardhi, anauliza man yad'uni man yasalni utihi, nani ananiomba nimpe? Man yad'uni astajib lahu, nani ananiomba niweze kumjibu? Man yastaghfiruni aghfir lahu, nani anataka msamaha nimsamehe? Kila mtu yuko busy kwenye social media. Lini rehema zitashuka? Lini milango ya riziki itafunguka? Lini fitna zitapunguka? Lini mabalaa na misukosuko ndani ya majumba na familia zetu na biashara zetu zitashuka? Wakati mubarak, wakati wa baraka, Mwenyezi Mungu kwenye mbingu ya dunia, kila mtu yuko busy na social media. Sirran, wengi wakiyafanya siri, wajaharan, na wengi wakiyaweka wazi. Al-uddat fil fitani wa kaifa ya'rifu al-mar'u asabatuhu am la. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae na fitna. Wa kaifa ya'rifu al-mar'u, na vipi wewe utajua kweli asabatuhu am la, fitna imekusibu au bado? Hapa kuna mambo mawili. La kwanza al-udda bimaana al-istidad, kila mtu ajiandae katika hizo shari, katika hizo fitna, katika hayo mabalaa, kila mtu ajiandae. La mafara, hakuna nhanuma zobihunga, hakuna atakayekwepa, hakuna. Lakini kaifa yarifu almar'u asabatuhu amla, utajuaje kweli haya nayoyaishi, haya yalionifikia ni fitna au sio fitna? An Muawiya ibn Abu Sufyan radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. حديث صحيح أخرجه الإمام ابن ماجه في سنن ابن ماجه، والإمام أحمد في المسند، والإمام ابن المبارك في الزهد، والإمام ابن حبان في سنن ابن حبان، وأخرجه الإمام الداني وزاد فأعدوا للبلاء صبرا. راجعوا كتاب الفتن للإمام الداني. Muawiya ibn Abu Sufyan amepokea hadithi akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu anasema lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna, hakuna kitakachobaki duniani ila itakuwa ima ni balaa au ni fitna. Lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna, hakuna kitakachobaki duniani ila itakuwa ni balaa na itakuwa ni fitna. Kwa hiyo leo ukiwa na mke mzuri itakuwa ni fitna, ukisoma sana ni fitna, ukiwa maskini ni fitna, yani jambo lolote. Lam yabqa min ad-dunya illa bala'un. Muawiya ibn Abu Sufyan amepokea kwa mtume anasema duniani hakuna kitachobaki hazogirigie atana kimegisigara illa bala'un, illa ni mabala wa fitna, na itakuwa ni fitna. Al-Imamu Dani katika kitabu chake Al-Fitani akasema, akazidisha fa'aiddu lilbala'i sabra. Kwa hiyo watu wote wajiandae na bango la kusubiri, wajiandae na ubao wa subira. Subira ndio ambayo itakayemuokoa fitna na hizo shari na ayo mabala. Mtume akasema fa'aiddu lilbala'i sabra, jiandaeni kuwa wenye subira wakati wa hiyo milango ya fitna na shari na mabala kuweza kufunguka. Soma kitabu Al-Fitani cha Imamu Ad-Dani. Maashara sada, ikhbaru nabii bifitani al-harji. Mtume katika utabiri wake akazidi kutoa habari za miongoni mwa fitna ambazo zitaikumba na kusibu umati Muhammadi. Al-harju, mauaji, ni moja katika fitna ambazo zitakumba na tasibu umati Muhammadi. Al-harju, mauaji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. راجع الحديث صحيح في صحيح البخاري للإمام البخاري، والإمام مسلم في صحيح مسلم، والإمام أحمد في المسند، والإمام ابن ماجه في سنن ابن ماجه.
Abu Huraira alipokea maneno kwa mtume, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, yatakarabu zaman, itafikia kipindi za muda utasogeleana, mwaka utakuwa kama mwezi, na mwezi utakuwa kama wiki, na wiki itakuwa kama siku, na siku itakuwa kama saa moja. Takarabu zaman, muda utasogeleana. Bimaana hapa mtume alikusudia yanzi fiha albaraka, katika muda Mungu ataondoa baraka. Katika muda, mwaka, mwezi, wiki, siku, yanzi fiha albaraka, Mwenyezi Mungu ataondoa baraka na rehema. Muda utakuwa tena, mambo yote muda hautoshi, mambo yote muda ni mdogo. Mtu anakuwa busy sana mpaka muda wake wa dini, muda watu wake, muda wa ibada, muda Mwenyezi Mungu hana. Lesh lianna albaraka nuzira fiha, kwa sababu baraka tayari katika muda, tayari Mwenyezi Mungu ameshaondoa baraka katika muda. Yatakarabu zaman, kwa hiyo muda itasogeleana sana, muda utakuwa ni mfinyu. Wa yanqusul ilmu, na ilmu ya dini, wahi utaondoka, ilmu ya dini itaondoka. Watadhharu alfitan, ndio maana katika ilmu ya dini kila mtu ni mufti, kila mtu ni shekhe, kila mtu anajua. Inafikia kipindi mtu anavuka mipaka, nasema kila kitu niulizeni mimi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukuulize wewe shekhe, unapata wahi? Mtu anajipiga kifuani kabisa, anasema niulizeni mimi. Shekhe. Na mwingine anathubutu, nasema mimi sijasoma, lakini hakuna shekhe anayeweza kunidanganya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni istihzaa na dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ni wahyi, Uislamu ni wahyi, Qur'ani ni wahyi, sunna ni wahyi. Kwa hiyo fanya istihzaa na vitu vingine, lakini usifanye istihzai na dini ya Mwenyezi Mungu. Katika akhiri zaman, fitna za ummati Muhammad, mtume akasema wa yanqusul ilmu, na ilmu itapungua, ilmu itaondoka, na wanawachuoni wataondoka. Watadhharu alfitanu, na fitna zitakuwa nyingi. Wayulqa shuhu, kila mtu atakuwa na pupa, kila mtu anataka Serbi, kila mtu anataka Dubai, kila mtu anataka utajiri, kila mtu anataka. Wayulqa shuhu, pupa itakuwa nyingi kwa watu. Wayakthuru alharaj, masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, wama alharaju? Qal alqatlu, alafu mauaji yatakithiri, umwagaji wa damu, mauaji ya kimbari, genocide, mauaji ya haraka ya kimbari yatakuwa mengi. Soma sahihi al-Bukhari ya Imam al-Bukhari, na sahihi Muslim ya Imam Muslim, na al-Musnad ya Imam Ahmad, na Sunan Ibn Majah ya Imam Ibn Majah. An Shaqiq ibn Salamah qala كنت مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري قال النبي إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهر ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج، والحرج القتل. Shaqiq ibn Salama anasema siku moja nilikuwa na Abdullah ibn Mas'ud na Abi Musa al-Ash'ari, masahaba wakubwa katika bunge la mtume radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Faqala Ibn Mas'ud na Abu Musa al-Ash'ari wakasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Mungu alisema, inna baina yadai saa la ayaman, kabla ya kiyama kufika, la ayaman, yatakuja masiku, yanzilu fiha aljahalu, ujinga utakuwa mwingi, uharibifu wa ujinga utakuwa mwingi, watu wataharibu vyote kwa sababu ya ujinga wao. Wa yurfa'u minha fiha alilmu, alafu na ilmu na wahi vitaondoka. Wa yakthura fiha alharju, alafu harju zitakuwa nyingi. Wal harju alqatlu, na mauaji ya kimbari, mauaji ambayo hayana msingi, na umwagaji wa damu utakuwa mwingi. Soma sahihi al-Bukhari ya Imam al-Bukhari, na sahihi Muslim ya Imam Muslim, na Sunan at-Tirmidhi ya Imam at-Tirmidhi. Wa an Abi Musa al-Ash'ari حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لا ساعة لهرجة. amepokea Abu Musa al-Ash'ari anasema hadathana Rasulullah, ametuhadithia mtume anasema inna baina yadai saat la harja, kabla ya kusimama kiyama, kabla ya kiyama hicho kifike, la harja, mauaji ya kimbari, mauaji yatakuwa mengi, umwagaji wa damu utakuwa mengi.
Qultu ya Rasulullah, Abu Musa al-Ash'ari akamuuliza, mal harju, mauaji hayo ni yapi? Qala al-qatlu. Faqala ba'd al-muslimin, ya Rasulullah, inna naqtulu al-ana fi al-aam al-wahid min al-mushrikeen kadha wa kadha. Abu Musa al-Ash'ari wakati mtume anasema mauaji na umwagaji wa damu utakuwa mwingi, baadhi ya Waislamu masahabu walikuwa karibu na mtume wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna naqtulu al-ana fi al-aam al-wahid min al-mushrikeen wa kadha wa kadha. Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, kila wiki twapigana jihadi, kila mwezi twapigana jihadi, kila mwaka twapigana jihadi, tunapigana na washirikina na makafiri. Mtume akasema, faqala Rasulullah, mtume akasema, laisa biqatli al-mushrikin walakin yaqtulu ba'dukum ba'dha. Mtume anasema kupigana kwenu, umwagaji wa damu utakuwa sio umwagaji wa makafiri, sio umwagaji mnapigana na washirikina, lakini mtapigana wenyewe kwa wenyewe, mtauana wenyewe kwa wenyewe, mtamwaga damu za wenyewe kwa wenyewe. Mtume akasema, hata yaktula rajulu jarahu wa ibn ammihi wa dha qarabatihi. Itafikia kipindi mtume mtume akasema itafikia kipindi mtu atamuua jirani yake, mtu atamuua mtoto wa ndugu yake, na mtu atawaua familia yake. Jarahu, majirani wanakufa kisa wamekuwa mashahidi kwenye mirathi. Wabna amiki, wa baba wakubwa, wazazi wakubwa, leo wanawazuia watoto wa ndugu zao kwa sababu wanadai mali za familia yao, kwa sababu wanadai mirathi. Wadha qarabatihi, na wengi watauana kwa sababu ya dunia katika familia. Watu watauana ndani ya familia, mtu atawaua ndugu zake al-aqarib wa familia. Kisa nini? Upande wa makafiri ni vyeo, asiwe mbunge, asiwe raisi, asiwe balozi. Kwetu katika Uislamu mirathi, mtu hajali mke wa baba, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, mke wa baba, ndugu yake wala mkubwa wake. Kesi zimejaa mahakamani, hizo zilizokwenda ni kwa sababu mauaji yameshindikana. Mtume ndio maana akasema, yaqtulu ba'dukum ba'dha, mtauana nyinyi kwa wenyewe. Faqala ba'd al-qawm, masahabu waliokuwa hapo wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wa maana uquluna dhalika al-yawm, ewe mtume, hayo yatafanyika kweli? Abantu bica bagenzi babo batacho babahora, watu wanawaua wenzao bila hatia. Wa maana uquluna, mtume, na akili zetu zinafanya kazi timamu. Sikia jibu alilosema mtume. Hivi kweli watu watafanya hayo mtume wakiwa na akili? Sikiliza jibu mtume alilolitoa. Faqala Rasulullah, mtume akasema, la tunzau qula akthari dhalika zamanu wa yakhlufu lahu haba'un minan nas la qula lahum. Wale wenye akili na hekima watanyanyaswa, wale wenye huruma na upendo na akili watanyanyaswa, watasogezwa pembeni. Wa yakhlufu lahu haba'un minan nas, alafu litakuja taifa la watu, ndo wale wenye kusema niulizeni mimi, ndo wale wenye kusema sisi tunajua. Mtu anakuja kutoa ushuhuda wa mirathi wa mtu aliyefariki mwaka 80, kisha anasema tumetumia social media. Leo wengine mnamuuliza Kudra, maana yule sio shekhe aliyekuepo katoe ujumbe, sio shekhe Kudra. Kudra ni mchawi, shawadha, mchawi yule, laanatullahi alayhi. Mwenyezi Mungu amlani au afanye tauba. Si shekhe yule, una ujumbe ufikishe hivyo hivyo, usinizidishie wala usinipunguzie. Kudra, tuulizie mwanamume mwenzako anayekwenda chooni kama wewe, anakula kama wewe, anasinzia kama wewe, unamuuliza habari za vitu vilivyokuwa mwaka wa 80. Qala sallallahu alayhi wasallam, man ata kahinan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atakayemwendea mpiga ramli au mchawi au kahin na kumuuliza, tutizamie mzee, tutizamie bibi, jari vyagenze turabire muta, tutizamie, fasaddaqahu, yale unayoambiwa na yule mpiga ramli, fasaddaqahu, kayakubali, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, umeyakufuru, umekufuru aliyokuja nayo Muhammad. Katika Uislamu tumebaki tuko wangapi? Fa illam tusaddiquhu fala tuqbal salatuka 40 yawman. Lakini ukaenda ukamuuliza alafu haukukubali, huna swala siku 40, na kila hukusali unaandikiwa tariku sala, na ukiswali hazikubaliwi.
Ndio maana majumba hayana tena baraka, familia hazina baraka, watoto wetu wanasoma hawapati kazi, biashara zetu hazina baraka, maisha hayana baraka. Kwa nini? Tunauana wenyewe kwa wenyewe kwa njia zilizokuwa tofauti. Leo kuna mtindo mwingine, tuzomukorerako nzomutanga bamukorereko, lakini kama atadinu tudani ukurikurakorerako abandi nawe hari umunsi bazogukorerako. Unavotangaza kwamba abantu uzobakorerako, nawe muda wako utafika. Watilka ayamu nudawiluha baina nas. Mungu anasema na hizo siku za duniani za ubaya tunazigawa kati ya watu, na siku za kheri na uzuri tunazigawa kati ya watu. Kama ni kheri kuna siku utafikiliwa, na kama ni ubaya na wewe kuna siku utafikiliwa. Kwa hiyo Mtume akasema watu wenye akili na busara na upendo watasogezwa mbali, watanyanyaswa. Alafu wayakhluf lahu abaun minan nas la uqula lahum. Alafu watakuja watu wazee, vijana, wasomi, la uqula lahum, hawana akili. Bimaana yale wanayoyafanya hayaingii katika akili ya mwanadamu. Ndio haya ambayo mnayaona kwenye wasailul alam, kwenye social media. Abu Musa al-Ash'ari akasema waimullahi mali walakum minha makhrajun. Abu Musa al-Ash'ari akasema, akaapa. Ndio Abu Musa al-Ash'ari, sahaba mwema mtukufu, sahabi al-kiram, anasema wallahi mali walakum minha makhrajun, hatuoni pa kutokea kwenye hiyo misukosuko na hizo shari na hizo fitna na hizo balaa. Inna in adrakna fima ahida ilaina nabiyuna, ikiwa kwamba yatatokea ayo aliyoyaahidi mtume kwamba yatatokea na sisi tukiwa hai, illa an nakhruja kama dakhalna fiha, basi maadam tumeingia katika Uislamu, mtume ametuachia wahi, ametuachia kitabu na sunna, na hayo mafitna na hizo balaa na hizo shari na huo umwagaji wa damu na hayo yote atakayotokea, watu kuuana wenyewe kwa wenyewe, basi Mwenyezi Mungu akituingiza atutoe pia tukiwa kwenye kitabu na sunna, tukiwa kwenye Uislamu, tukiwa kwenye istiqama. Huyu ni Abu Musa al-Ash'ari, sahaba mwema, sahaba mtukufu. Alihofia fitna, alihofia balaa, alihofia shari kwamba zikitokea atakuwa na mlango gani wa kutokea. Fama baluna nahnu ana wa anta, sembuze mimi na wewe itakuwaje. Raji Sunan Ibn Majah ya Imamu Ibn Majah na Al-Musnad ya Imamu Al-Ahmad. Ala wa sallu ala hadha nabil karim akrama rasulin wa khairu nadhir faqad amarakum bidhalika latiful khabir. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.